sisi tuna uraibu wetu. Wengi wetu sasa hivi hata simu hizi tunazoshika ni uraibu. Mfano tu mzuri, nilikuwa na pale jana. Nimefika Lindi, yani nimeona kwamba yani network hamna, yani nimehangaika mno. Yani unaona kama kuna kitu kimemiss kwenye mwili wako. Kwa nini hamna network? Nitakosa mawasiliano. Au mwingine akiamka tu asubuhi cha kwanza anashika simu. Anasema ayopenda. That is addiction au uraibu. Lakini kama daktari alivyosema ni moja ya magonjwa ya afya ya akili na iko katika magonjwa yasiyoambukiza yanayoathiri mfumo wa maisha ikiwemo afya ya akili, mahusiano na hata kazi. Ziko aina mbili, aidha matumizi ya vitu mbalimbali au tabia mbalimbali. Hizo ni aina za uraibu. Kwa hiyo matumizi ya vitu mbalimbali kwa kwenu nyie, naweza nikaongelea mfano ulaji, unywaji, ikiwemo pombe, sigara au shisha. Hiyo matumizi yani kuna wenzetu ambao kila siku anaweza akaja na chocolate kazini, anakuambia nisipokula chocolate mimi naona akili yangu haifanyi kazi. Huo ni uraibu. Yaani uraibu unafanya kubadilisha structure ya seli zako za brain isiweze kufanya kazi iwapo hicho kitu kiko mwilini. Lakini uraibu wa tabia ni kama hiyo matumizi ya simu, wivu. Mtu tu ana wivu bila sababu. Wewe unafanya hichi, lazima akufresh. Masengenyo, mtu yeye bila kusengenya mwenzake siku haiende. Watu tunao hivyo, si ndio? Sijajua kwenye jamii, lakini sisi kama wanadamu mapungufu yapo. Sawa? Au uongo. Ni ugonjwa ndio, kwa sababu umesababisha ubongo wako ufanye kwamba bila hiki kitu unaona siku haijaisha, au mchonganishi tu, au utaki wenzako wafanye lakini wewe mwenyewe huwezi kufanya. Yapo hayo katika jamii. Sawa eh? Sasa tukiangalia uraibu wa matumizi ya vitu, pombe na sigara na hivi vyote, hivi kweli vitu vipo, na hata sisi wengine hapa tunajitahidi. Tunajua uraibu iko hivi, unaanza kidogo kidogo, inafika point kwamba unaona bila hicho kitu huwezi kufanya kitu. Iko hivi, naomba nieleze. Kuna mambo mengi ambayo ningekuwa na muda ningeeleza. Naona nimewafurahisha. Najua mtaniuliza swala la pombe, ila iko hivi. Kwa kawaida mwanaume anatakiwa asizidi unit 3 za pombe kwa siku. Unit 3. Unit nitaeleza. Kwa mwanamke unit 2, lakini unakuta kwa siku mtu anamaliza unit za wiki nzima. Unit 3 imekadiriwa kama chupa 3 za bia tu, ambazo zina alcohol percentage kati ya 2.5 to 3, si ndio? Alcohol percentage hiyo. Lakini kuna watu wanakunywa pombe kali na anakunywa kupitiliza, na bila hiyo anaona maisha yaende. Tunaumiza viungo bila kujua. Kiungo kimoja wapo ni ini. Mtu anayekunywa sana hadi ngozi inapauka sehemu. Kwa sisi wanandoa iko hivi. Mtu anaweza kama mnywaji sana akachakaa kabisa, lakini kumbe yule mtu ameamua kubadilika, akaanza kupunguza, anaanza kunawili. Naona siku hizi unamjali kweli mkeo au unamjali mmeo, naona anapendeza. Kumbe mtu ameelewa na ameamua kubadili mfumo wa maisha.